Hello, wana wa Afrika, chonda ubuntu bantu, Afrika ni watu, podcast ya Pan-Africanism kupitia fikra huru za Mwafrika. Kuna mambo yanayosonga ulimwengu sasa, tunakwenda kumwangalia Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, swaiba wa Rais Donald Trump, ambaye ana makazi yake katika kisiwa wanakiita Devil Island, kisiwa cha shetani. Huko amefanyika mambo mengi toka 2007 mpaka 2026. Faili ya Jeffrey Epstein limetoka hadharani. DOJ wanaita Department of Justice, idara ya sheria ya Marekani, na mwanasheria wake mkuu Todd DeBlanche ameamua kuachia mafaili milioni 3, picha 180,000 pamoja na video 2,000 ambazo zinamuhusisha moja kwa moja Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew na watu maarufu wote duniani unaowajua wewe, ambao unawajua maarufu wako kwenye faili la Epstein. Epstein amekuwa mwiba mchungu kwa Donald Trump na watawala wengine ambao walikuwa wanaenda kwenye makazi yake kwenye kisiwa, kwa sababu Jeffrey Epstein alikuwa anaweka vinasa sauti pamoja na video kamera, alikuwa anachukua picha zao anaweka kama kumbukumbu, ili mradi kuwafanyia kitu wanaita the blackmail. Ina maana wewe ukifanya jambo, Epstein anakuwa wewe anakutumia kama chombo chake, kwa sababu ana video yako chafu, ana picha zako mbaya. Epstein Island ilifanya shughuli nyingi: kuuza watoto wadogo umri wa miaka 8 kutoka mataifa yote duniani. Watu wanauzwa kama vile wanafanya biashara ya maboga au matikiti maji. Matajiri wa Marekani na matajiri wengine kutoka Arabia na pembe zote 4 za dunia, wote hawa wamewekwa kwenye miguu ya Jeffrey Epstein. Huyu Jeffrey Epstein ni nani? Jeffrey Epstein ni mwenye asili ya Kiyahudi, Ashkenazi Jew. Alikuwa mtu wa kawaida, aliyekuwa mfanyakazi, ni mwalimu, fundishaye, mwalimu wa hesabu, lakini baadaye akaja kupata kazi benki. Lakini mambo yake yote alikuwa anakwenda haraka ambayo watu walikuwa wajui Epstein ametokea wapi. Kumbe anda ya Epstein kuna watu wanaitwa Zionist lobbies, ambao wao ni kazi yao ni kuwachukua matajiri na kuwapeleka katika nyumba ya Epstein na kuwarekodi ili kuwaweka katika mtego wa Israeli, Mayahudi wakitaka jambo lao wasipinge, kwa sababu tunayo picha yako. Hii inaitwa blackmail. Yaani unawafanyia watu utapeli. Kama hii kesi ndizo zilizomfunga bwana P. Diddy. P. Diddy nayo yuko katika Epstein family, the file. Kwa hiyo haya yote yamemfanya Trump madaraka yake yawe machungu, kwa sababu picha zinaonyesha moja kwa moja na video Donald Trump akiwa na watoto wadogo kuanzia miaka 12, ambacho kwa sheria za ulimwengu ni ubakaji na uzalishaji wa watoto. Kwa hiyo Trump ana kesi, na ili kishagundulika, DOJ moja kwa moja pamoja na bunge litamfungulia kesi ambayo moja kwa moja itampelekea kumpigia kura ya kutokuwa na imani na rais ambaye matendo yake hayakubaliki. Congress ikishapitisha, wabunge wakikubaliana, Trump madaraka anayakosa kwa starehe za kawaida. Hii ni Pan-Africanism podcast. Mimi ni Chionda. Tunaendelea na habari za Epstein na uhalifu wake. Kwa hiyo Epstein watu wote wameweka kwenye kichanja. Anakuambia wewe peleka habari Morogoro. Huwezi kubisha, kwa sababu ana faili lako chafu. Yaani wewe umewekwa mtegoni, unatumika. Kwa hiyo Epstein ndicho alichowafanyia viongozi wa Ulaya, viongozi wa dunia kuwa chini ya kontrol yake. Lingine na baya kabisa, wanasema Donald Trump anashinikizwa na marobisti ambao ndio waliomtengeneza Jeffrey Epstein, ili mradi atoe idhini ya kushambuliwa kwa Irani, la sivyo watatoa machafu zaidi. Na Donald Trump kwa ujanja akatumia moja kwa moja akili ya kawaida, akaamua waruhusu DOJ watoe kabla Netanyahu na makundi yake
hawajaenda kutoa hayo mafaili, na hii inaonyesha moja kwa moja Trump hana nia ya kwenda kuishambulia Tehran. Kwa mfumo huu alionyesha Trump juzi kuwaruhusu DOJ waachie mafaili haya, ya kwamba Trump anaamua kuwakwepa mazionisti mapema, kajiona yeye mjanja. Lakini akumbuke mwenzake Charlie Kiki aliuawa kwa staili hizi hizi, kwa sababu wamekula vya kutosha, anajua zaidi. Buntu Bantu Otepu amenera.